Naam, karibu sana mpendwa mtazamaji wa Kinondoni Anglican TV katika kipindi hiki maalum cha kiroho ambapo tutaweza kuzungumzia juu la swala zima la tatu kavu. Nini maana ya tatu kavu? Kwa nini lilianzishwa? Malengo na madhumuni ya tatu kavu ni nini? Lakini nguvu za kimungu zinavyozidi kutawala juu ya kongamano la tatu kavu. Na leo tuko na mwenyekiti wa kongamano la tatu kavu ambapo ataweza kutujenga kiroho na kimwili juu ya swala zima la kongamano la tatu kavu. Kwa nini tunahusiwa tuhudhurie katika kongamano hili hasa katika nyakati hizi? Basi leo tutaweza kupata majibu yote kwa mwenyekiti wa kongamano la tatu kavu. Utakuwa nami mtangazaji wako Mesha Kimpali. Tafadhali usikose kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amen. Hongera sana kwa kupendeza. Asante, namshukuru Mungu. Heri ya mwaka mpya. Tunashukuru tumeuona, heri na kwako pia. Amina, asante sana. Na karibu ujitambulishe majina yako, umetokea wapi na wazifa wako kwa ujumla, ili watazamaji waweze kukufahamu. Karibu sana. Amina, asante sana. Nashukuru sana na naomba pia niwatakie mwaka mpya mwema. Amen. Watazamaji wote na vile vile Watanzania wenzangu na wote ambao wanatuangalia. Amen. Kupitia Kinondoni Anglican TV. Jina langu mimi ni Marsha Makata Yambi na ninashukuru sana Mungu kwa kuwepo hapa na ninamshukuru Mungu pia kwa mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya. Tunashukuru na heri sote ambao tunaangalia Anglican Kinondoni TV. Tunashukuru kwa kuona mwaka mpya pamoja na Mungu aendelee kuwa baraka ndani yetu. Amen. Kwa kifupi tatu kavu, tunasema kwamba tatu kavu hili ni kongamano ambalo liko katika kanisa Anglican Tanzania, Diocese ya Dar es Salaam, na humo ndani kati ya hilo kongamano huwa tunajikita katika maombi. Kwa hiyo ni kongamano la tatu kavu la maombi. Na ndani ya humo hilo kongamano tunakuwa katika mfungo wa siku 3 bila kula chochote wala kunywa chochote. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba basi tunamsogelea Mungu na tunajikita katika kumtambua Mungu, kumjua Mungu, lakini kikubwa zaidi kuweza kuimarisha ule uhusiano wetu na Mungu, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunapigana vita ya kiroho kwa sababu duniani kuna mambo mengi. Na bila kumjua Mungu na kuweza kushikamana naye na kujua silaha zipi kushika, basi inakuwa kidogo kuna ugumu. Lakini vile vile tunavyosema kwamba kujua silaha zile na kuzishika, basi tunaimarisha imani yetu na nguvu zetu za kimungu ndani yetu. Mfungo huo basically naweza nikasema kwamba umetukuta si kwa kuota tu kuamka na kujua, hapana. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kumtumia mtumishi ndani ya kanisa Anglican Tanzania, Baba Thomas Haule Mwayela. Yeye ndio alipata maono hayo muda sana uliopita, na tunasema kwamba tunamshukuru Mungu. Tumeendelea kuona pia ukuaji wa hilo kongamano. Amen. Kongamano ambalo lilianza kwa udogo, lakini sasa hivi tunaongelea kuhusu ukubwa na makubwa ambayo yanatokea. Makubwa kivipi? Makubwa kwa kupitia wale waliohusika katika kongamano wakileta shuhuda mbalimbali, lakini pia sisi wenyewe ambao naweza nikasema kwamba sio tu wale bali sisi wenyewe tumeona jinsi ambavyo tunakuwa kiroho, tunakuwa katika kumuona Mungu akitenda makuu kabisa katika maisha yetu, lakini vile vile tunaona jinsi ambavyo tumeweza kuunganisha zile tunasema kwamba tunu mbalimbali ndani ya kila mmoja wetu. Mimi sio tu mwenyekiti, lakini pia ni ndani ya kamati ambayo ni kamati inayotoshea kwamba ina mwenyekiti, ina makamu mwenyekiti, ina mweka hazina, ina katibu, ina wajumbe. Kwa hiyo naweza kusema kwamba sio kitu cha one man show. Lakini ni kitu ambacho kinakuwa kinajumuika katika kuratibu maandalizi mazima. Mwanzo wa kongamano moja ndio mwisho wa kongamano lingine, lakini mwisho wa kongamano lingine ni mwanzo wa kongamano lifuatalo. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba tumefika mahali tunakuwa na kongamano la tatu kavu mara 2 kila mwaka, mwezi wa kwanza na mwezi wa 6, yani January na June. Na kabla ya kongamano tunasema kwamba tunakuwa na muda sasa wa kujiandaa. Na kujiandaa huko ni kwamba kwa kujinuia nia,
kiasi kwamba unakuta kwamba kuna matayarisho ya kiroho na katika kufunga kabisa hali nzima ya kula, kunywa, lakini vile vile kupata sasa theme, neno la kusimamia muda huo wa kongamano. Kwa hiyo tumekuwa na maneno kadha wa kadha, lakini niseme kwa jinsi ambavyo tuko sasa Januari na tunaongelea kuhusu wiki inayofuata tu, kwa sababu kuanzia tarehe 8 mpaka 10 tutakuwa katika mfungo. Na mwaka huu au niseme Januari hii theme yetu inaongelea kuhusu mimi sitaaibika. Na hiyo inatoka katika Zaburi ya 119 mstari wa 6. Wow. Ndiyo. Na katika kupitia hapo tunasema kwamba tunakuwa sasa na kipindi sio tu shagala bagala, tunakuwa kabisa na ratiba maalum ambayo imesheheni uwepo wa walimu mbalimbali, lakini pia kujua rika mbalimbali ambazo zinakuwepo, kwa sababu tunakuwa pia na watoto chini ya miaka 18, tunakuwa na watoto wa kike na wa kiume. Kwa hiyo hata wao tunawaweka katika vipindi maalum na tunakuwa nao siku maalum ambayo huwa mara nyingi inakuwa ni ile siku ya 3. Siku ya kwanza ya tarehe 8 tutakuwa kwa pamoja, tutapata bandua za kutosha pale madhabahuni. Na shughuli hii niseme tu kwamba wewe mpendwa mtazamaji na wewe unayenisikiliza, shughuli hii inafanyika pale Kristo Mfalme Anglican Church Kinondoni. Wow. Na kwa kupitia pale tunategemea kwamba yani tutatosha ndani, tuna sehemu kubwa ndani ya kutosha, ndani, chini na juu, lakini vile vile tuna nje. Na kote huko tunakuwa tumeweka sehemu zinazowezekana kufuatilia vipindi vya kutosha. Kwa hiyo ndani tutakuwa tuko live, unamuona mtumishi pale, lakini umekosa nafasi ndani, utakaa nje na utaweza kufuatilia vizuri kabisa, kwa sababu tutakuwa pia na TV kila sehemu za pale Kristo Mfalme. Ndiyo. Sasa samani, nimesikia hapo umesema mbali na kuomba pamoja, Ndiyo. kuwa pamoja, Ndiyo. lakini kuna zile lika ambazo mnazitenganisha kwamba wanaweza kupata vipindi vyao maalum. Kwa hiyo unataka kusema ndani ya kamati, ndani ya mfungo wa tatukavu mnatenganisha watoto, vijana, wamama na wazee, ama namna gani, vipi? Well, mfungo ule tunasema kwamba tunakuwa kwa pamoja. Tunapata huduma ya pamoja. Lakini pia tunajua kabisa kwamba mahitaji yanatofautiana. Kama utafahamu, ndani ya marika mbalimbali unakuta kwamba kuna ambao tayari walishaolewa, kuna ambao hawajaolewa. Kuna mwingine ana hitaji lake la pale kutafuta mwenza au kupata mwenza. Kwa hiyo wote hao tunawatambua. Lakini vile vile kuna wazee na kuna vijana. Na kuna changamoto kadha wa kadha. Changamoto ya kijana sio ya sawa na ya mzee. Lakini vile vile kuna watoto na ambao ni wa kike na wa kiume. Ndio wanaanza kubalehe na ndio wanaanza kujua dunia inafananaje. Kwa hiyo tunajaribu kuweka katika makundi ambayo tutaweza kuyapatia sasa specific lessons au rather specific trainings ambazo zinaendana na neno la Mungu ili kuwajenga. Okay. Na ili kuhakikisha kwamba tunawapa chakula cha kiroho kinachopaswa. Tunakuwa na walimu kadha wa kadha, lakini pia sisi wenyewe viongozi tunakuwa tunajumuika katika kuhakikisha kwamba ile elimu inatolewaje. Pale madhabahuni tunakuwa na viongozi wa kiroho kuanzia level ya mwalimu mpaka level ya bishop. And this time tutakuwa na mabishop wawili. Bishop aliye retire, Bishop Donald Mtetemela, aliyekuwa mkuu wa kanisa Anglikana Tanzania kwa miaka kadhaa, sikumbuki miaka gani, lakini alikuwa kwa kipindi cha kutosha tu. Ameretire lakini hajachoka. Kwa hiyo tutakuwa naye. Lakini pia tutakuwa na baba Bishop Sostenes Jackson wa Dar es Salaam, na tunamshukuru Mungu sana kwamba naye atapata kibali kuwepo nasi. Amen. Lakini vile vile watumishi kadhaa wanakuwepo. Na tunasema kwamba ni baraka kubwa, kwa sababu tunavoliona lile neno la kusimamia mimi sitaaibika, wewe unaweza ukaona kwamba ni mstari tu, lakini uelewe kabisa kwamba ni neno ambalo hunyambuliwa na hutolewa lessons and lessons na vitabu kwa vitabu, na tunategemea mafundisho ya kutosha ya kutujenga na kutupa sisi udhibiti na udhabiti wa hali yetu ya kiroho.
Okay. Ndiyo. Sasa asante sana. Na nimesikia hapo kwamba kwenye crew yenu kuna uongozi, mwenyekiti, katibu, maana yake ni kamati. Ndiyo. Na unawaambia nini waumini ama watumishi wanaoweza kukutazama kwamba mtu mwingine hakiwiwa kujoin na nyinyi katika hiyo kamati yenu, hanaruhusiwa ama tayari mmeshajitosheleza, ama anaweza akaruhusiwa kuungana pamoja nanyi kama sadaka? Amina, amina. Asante sana. Kujiunga nyumbani kwa Baba yetu kuna makao mengi Sana. Na kwamba kama kungekuwa hakuna tungeambiwa hivyo. Kwa sisi tunasema hapa duniani yale ambayo Mwenyezi Mungu ametukirimia, tuna nafasi bado ya kuwamegea wengine. Kwa hiyo yeyote anayewiwa tunamruhusu ajumuike nasi, na hatuchagui dhehebu. Amen. Wala hatuchagui rika. Tuna waliomo ndani ya serikali, waliomo nje ya serikali, waliomo ndani ya sekta binafsi, waliojiajiri, wote wanaruhusiwa kuja. Na wanakuja pale katika kusema kwamba wanakuja kuungana na kamati, tunawaruhusu kwa sababu tuna kazi nyingi, tuna vitu vingi vya kufanya, lakini pia kila mmoja unajua ana karama yake. Kwa hiyo tunaruhusu watu kuja kujiunga na sisi, lakini vile vile kwa sadaka tuna Tatu Kavu accounts ambazo nitapenda pia kushare na wote pale muda utafaa, lakini vile vile tutaweza kuziandika ili zitoke na hili tangazo letu. Ya, zitatoka hapo chini ya screen yako. Amina, amina. Basi watu waelewe kabisa tuna accounts katika NMB account, lakini vile vile tuna lipa namba ambazo mtu anaweza akalipia, lakini vile vile tuna pia na Tigo Pesa ambazo mtu pia anaweza akatolea pesa, na zote hizo ni accounts za Tatu Kavu. Lakini vile vile tunakuwa na tunasema kwamba uwazi na uwajibikaji katika shughuli zetu zote. Amen. Kwa hiyo hata katika makusanyo yetu yote tunakuwa tuko very open, hatukusanyi kisirisiri, tunakusanya very open. Kwa hiyo watu unaona kabisa kwamba watu wametoaje. Kuna ambao hawangependa kuonyesha labda majina yao, lakini kwa uwazi kabisa tunakuwa tuko wazi, tunaonyesha kwamba tumekusanya kiasi gani, ni milioni 1, ni milioni 2, milioni 20, milioni 30, tunaonyesha kabisa. Lakini vile vile pia matumizi yetu tunaweka wazi kabisa, kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha. Kama utaona tunahitaji pia kuwa na kurusha matangazo, pia ni malipo. Lakini vile vile wakati ule wa huduma pale mbele tunaongelea kuhusu kuna kuweka matent, kama nilivyosema kwamba tunategemea watu wengi. Kwa hiyo huwa ndani ya kanisa tunajaa, huwa tunakodi pia tents na mikeka na mambo kadha wa kadha, viti. Lakini vile vile huwa ile siku ya mwisho au tuseme ile siku ya 3 huwa tunajumuika pamoja tena kwa kufanya ibada ya kumaliza, lakini vile vile kufanya tunasema kwamba sasa kuhusishwa tena na chakula, kwa sababu tulikuwa tumejitenga na chakula na kinywaji. Kwa hiyo tunarudishwa tena kuweza kupata mahusiano mema tena. Amen. Kwa sababu hata kidaktari huwezi kufunga siku 3 alafu ukavamia tu vyakula. Kwa hiyo tunahusishwa tena, na kwa kufanya hivyo basi huwa tunajumuika pamoja kufuturu pamoja. Amen. Kwa hiyo ile futari pia huwa inalipiwa kutokana na makusanyo ya sadaka hizi. Amen. Ndiyo. Kwanza ni wapongeze kamati kwa maandalizi mazuri ambayo mnazidi kuyafanya. Ndiyo. Ni maandalizi yaliyojitosheleza, na hakika tuwaga kazi yenu tunaiona. Na kipekee pia ni washukuru kwa sababu kama ulivyosema mapato yenu huwa mnaweka wazi. Kuna kamati zingine kujua bajeti zao wametumiaje na nini inakuwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo niwape hongera sana katika hilo. Tunamshukuru Mungu. Naam, mpenzi mtazamaji, kama ulivyoweza kumsikia mwenyekiti wa kamati ya Tatu Kavu, mimi nizidi kuwahusia sana kuweza kushiriki kongamano hili, kwamba tuna vipindi wana vipindi vya lika yote, watoto, wamama, wababa, wazee, kwa sababu kama alivyoweza kueleza kila watu wana shida zao na matatizo yao. Kwa hiyo mbali na kujumuika pamoja, lakini kila lika litapewa elimu yao na darasa lao. Hilo ni jambo zuri sana mpendwa, tafadhali usikose
kongamano la Tatu Kavu la mwaka huu Januari ambalo litaweza kufanyika si la kitoto wala si la mchezo. Na mama, bado tunaendelea. Amina. Amen. Na vipi kuhusu kongamano hili? Kuna namna yoyote ambayo mumeiweka, nikimaanisha kwamba labda dini fulani hairuhusiwi, wanaruhusiwa dini fulani, ama dhehebu fulani haliruhusiwi, linaruhusiwa dhehebu fulani kama kongamano? Hiyo nyinyi mmeliwekaje, ama watu wote wanaweza kukaribishwa? Kwa sababu wapo wanaotazama video hii wengi sana, na wengi wana nia ya kuja. Sasa hawajui kwamba je, kuna watu wanaweza kujiuliza kwamba mimi ninafaa ama sifai. Sasa wape utayari. Amina. Nashukuru sana, hilo swali ni zuri sana na iweze kutosha kwamba kila mtu anamhitaji Mungu. Amen. Kila mtu anamhitaji Mungu, na sisi katika kuelewa hilo hatuna mipaka wala kusema kwamba huyu akija ndio anaruhusiwa, huyu akija haruhusiwi. Kwa sisi tunakaribisha watu wa rika zote, watu wa dini zote, watu wa dhehebu zote, na kuja kwao pale wataweza kupata tunasema dawa ya roho zao, kuweza kupata kwanza kumjua Mungu. Amen. Lakini vile vile kupata mahusiano mema na Mungu, vile vile kuweza kupata muda wa kutafakari neno la Biblia, kuweza kuelewa kwamba okay, kumbe hii inamaanisha hivi, kumbe naweza nikafanya hivi niweze kutoka hapa. Na baada ya zile siku za kukaa pale, hata wewe mwenyewe unajiona umekuwa zaidi katika kuelewa jinsi ya kusoma Biblia yako. Amen. Lakini vile vile kwenda kusali na kumuomba Mungu. Hata pale unakuwa una shida, unaweza ukafanya yale ambayo yanapaswa kufanya, na sio mara zote utakuwa unakimbilia watumishi kukuombea na kadhalika. Kwa hiyo unakuta kwamba unakuwa kiroho, lakini pia unakuwa katika kumjua Mungu, unakuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Na kwa kufanya hivyo tunasema kwamba mtu unaweza ukawa na watenda mema wa ziada, kwa sababu kila mara tunavyokuwa na makongamano inamaanisha kwamba tunaweza tukatengeneza cohort ya kuwa watu wema. Kwa hiyo tunasema kwamba kuja kwako pale kutakusababisha wewe uongeze idadi ya watu wema. Amen. Idadi wa watu wanaotaka kutenda mema, idadi watu wanaompenda Mungu na kumjua Mungu na kumtafuta Mungu. Kwa hiyo tunakaribisha watu wote. Wow. Na pia baada ya kufika pale huwezi hatukubadilishi dini yako ya msingi au dhehebu lako tukakuhamishia ukawa Anglican. Hapana. Unakuja pale unapata ufunuo zaidi, na ule ufunuo unakuacha huru zaidi, kwa sababu unakuwa sasa wewe unakuwa imara katika imani yako, lakini vile vile unakuwa unajitambua na unakomboa sasa wale wanaokutegemea. Amen. Nyumba nyingi zimepata baraka hizo, kwa sababu unakuta sasa baada ya mama kuweza kuja kwenye kongamano na kufanya mafungo, hata baba ndani ya nyumba anaona kuna amani fulani. Ni kweli. Hata watoto wanaona kuna amani fulani. Kwa hiyo mimi niseme na niwasii tukaribie. Wow. Huu ni muda, na vile vile tunapata tu sio muda tu wa kuombea familia pale, tutapata pia muda wa kuombea yote ambayo ni magumu. Taifa letu limepitia magumu mengi, na tunajua kabisa kwamba hatuna hata miezi miwili tangu tumepata hayo mafarakano, lakini tunasema kwamba Mungu huyu ni Mungu wa juu na ni Mungu aliyemuumba kila mmoja wetu. Kwa hiyo yeye mwenyewe akiamua iwe inakuwa. Kwa hiyo pale tutapata amani, na tunasema kwamba sisi hatutaaibika. Na hatutaaibika kweli kweli. Hakika. Asante, kwamba hapo mtu anaweza akaja na imani yake. Ndiyo. Atakuja na shida yake. Baada ya kumaliza kongamano hili Mungu atakuwa amemponya kwa nafasi yake. Ndiyo. Kisha hataondoka. Hatumshawishi kubadili dini wala hatumshawishi kubadili dhehebu. Kabisa. Wow. Ni jambo zuri. Na sasa ni swali la kiuchokozi. Ndiyo. Tunaongea. Ndiyo. Tangu umeanza kongamano la Tatu Kavu, ni faida zipi ambazo umepata? Unaamini Mungu amenitendea katika maisha yangu kupitia Tatu Kavu? Watu wanatamani kujua shuhuda zako kwa ufupi, imradi tuzidi kuwashawishi watu, kwa sababu tunapoona mwenyekiti anang'aa tunashindwa kuelewa hizo faida zimetoka wapi.
Karibu sana. Hakika, asante sana. Hilo kweli sio la kizushi, la kichokozi sasa. Mimi niseme nikianza kuelezea kuhusu kwanza faida zipi nimezipata, kipindi hakitaisha. Wala hili tangazo la kuelezea na kuamsha watu waje kwenye Tatu Kavu, watabaki kwanza wanaangalia, muda utaisha kujiunganisha kule. Mambo atakuwa ni mengi alafu muda mchache. Mimi nina mambo mengi. Okay. Sio tu mimi, lakini mimi na wale ambao wamenizunguka mimi. Na kwa kifupi niseme kwamba umuonapo mtu ana amani, sio tu ana amani, ni kwa vile Mwenyezi Mungu ameamua awe na amani. Amen. Ukimuona mtu anapanda viwango na viwango, sio yeye wala sio akili zake. Mimi sitegemea akili zangu, lakini najua Mwenyezi Mungu ameamua kufanya hayo. Amen. Mwenyezi Mungu anasema nitaandaa meza, si ndio? Mbele za watesi wako. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mimi hajaandaa meza moja, ameandaa meza na buffet. Wow. Mbele za watesi wangu. Na vikombe vyangu, sio kikombe, vikombe vyangu vinafurika. Na niseme kwamba waje wapate portion zao. Kwa sababu Tatu Kavu sio kitu cha kimchezo. Na sio kitu ambacho unaweza ukasema kwamba yale ambayo nayaomba namtesti Mungu, hapana. Mungu hatestiwi kwa maombi. Mungu anatestiwa kwa sadaka. Kwa sadaka. Ndio. Okay? Ndio. Kwa hiyo unataka kuniambia kuna wili kwako kwa 100% ni maombi ya nguvu za kimungu ndani ya kongamano la Tatu Kavu? Mimi niseme mimi nimemjua Mungu siku nyingi sana. Na Tatu Kavu imeendelea kunitia, tuseme kama vile unakuwa umegraduate primary, secondary, level, una graduate degree ya kwanza, degree ya pili, masters, PhD. Yani Tatu Kavu imeendelea kuwa among the PhDs nilizonazo. Okay. Lakini vile vile niseme kwamba Tatu Kavu imeendelea kuwa mhimili, na niseme kwamba hata bila Tatu Kavu kuweza kusali na kuweza kumjua Mungu kuna chochea mambo mengi ndani ya maisha ya binadamu. Na kwa kufanya hivyo mimi nasema kwamba kila mtu amjue Mwenyezi Mungu. Amen. Na kila mtu amwabudu na kumwamini Mwenyezi Mungu. Na katika kujenga imani zetu huwa zinaterereka kwa sababu ya majaribu mengi na mambo mengi ambayo yapo. Lakini ukiwa na Mungu, mambo mengi Mungu ananyoosha. Amina. Amen. Mimi binafsi nafurahi kwa sababu umenipa siri yako. Kuanzia leo nitapambana ipasavyo kwenye kongamano. Nikuzidi wewe. Karibu sana. Naam. Mtazamaji wa Kinondoni Anglican TV, leo tulikuwa na mwenyekiti wa kongamano la Tatu Kavu, nadhani umemsikia ipasavyo. Kiukweli kongamano hili sio la kukosa, litakuwa ni la moto. Kama una mgonjwa, una changamoto mbalimbali, hudhuria katika kongamano hili, Mungu ataweza kukuponya. Niwashukuru sana kwa kuendelea kuifuatilia Kinondoni Anglican TV. Tafadhali usisahau kusubscribe, kucomment, kushare. Mungu awabariki sana. Bila kumsahau, nitakuwa sijamtendea haki director wangu Andrew Muhina ambaye ni producer wa kipindi hiki, na nyuma ya kamera alikuwa ni Onesmo Ndawile. Mungu awabariki sana. Bye bye. Thank you.